Ladies and gentlemen, welcome to another episode here at Kilimo Faida TV. We have a very enthusiastic, resilient young man who does an amazing business. So join with me as we find out what he does and how he started and his progress. Mr. Polito. Okay. Habari? Mzuri sana. Thank you so much for having us. Okay, thank you. Hey, naona huku hadi I can see kuna ng'ombe. Yeah. I can see your ulikuwa action isi tumekutoa. Yeah. Yes, so Mr. Polito, tell us more about Polito, who is Polito and what he does. Polito ni mimi. Naitwa Polito Kamal. I'm located in Nyandarua County. Jabini location. Yeah, just near Jabini. Jabini is here. And kwa haraka is here. So I'm in between Jabini and kwa haraka. So mimi ni mfugaji wa ng'ombe. Na nauza ng'ombe, nalea ng'ombe. Na funza watu kuhusu ng'ombe. Yeah, and everything that entails dairy cows. Oh. Okay. Nafanya delivery. Kila kitu. So tell us little about Polito Farm. Polito Company ama ni Polito Farm? It's Polito Farm. Polito Farm started 5 years ago. But mimi nimekuwa mkulima kutoka nikiwa mdogo. Yeah, my father is a farmer and he motivate kukuwa mkulima. So tumekuwa tukiona venye mzee analea mang'ombe, venye nauza, and that motivated me to keep going. So mimi nikiwa high school nilikuwa na mang'ombe, nilikuwa na ng'ombe moja na kadama. So nimekuja wapush, yani nanunua nauza, tena nanunua nauza, until nikakuja nikakama up na Polito Farm. After nimemaliza high school, nimemaliza campus, nikaona umuhimu wa ng'ombe. Yeah. So ni passion. Passion, yeah. From uko kitambo. Yeah, kutoka nikiwa mdogo. Nice. So umesema unalea, unanunua, unalea, alafu unauza. Yeah. So like ukinunua zinakujanga zikiwa ndogo, unazilesha alafu unauza ama how's the process? Yeah, mimi nanunua wakiwa wadogo, nakuja na warisha, alafu ikifika a certain age na wauza. Yeah. So how is your market? Unauzanga kina nani? Unauzanga wapi? Okay. I have some clients here in Kenya and also clients in Tanzania and Uganda. So whenever I have an animal and I want to sell, I sell them to, I have a market ni kitu iko. Yani wakulima wenye wanataka kununua ng'ombe ni wengi. So mimi niko na clients wanataka ng'ombe mzuri. Ng'ombe zangu nazilisha mzuri. Okay, mimi nimekuwa na mang'ombe kutoka nikiwa mdogo. Nilikuwa natoka shule nakuja nakamua ng'ombe. So I have grown with the animals from the age when I was young. So hii kitu imenimotivate sana kukua mfugaji wa ng'ombe. Nimesomea animal health and production management hapa Mount Kenya University. And it's helping me to know, it helped me to know more about animals. Venye nitalisha ng'ombe zangu, venye nitawalea, kila kitu nitawapea, marisho, kurara, kila kitu. Yeah, that's what kept me going. Hey, so wewe ni certified. Yeah. Wewe si tu mtu alikuja kuchukua mang'ombe akiuza, wewe ni mtu umesomea. Sasa mimi after nimepata ile passion na kwa mzae, nikakuja nikasema wacha nisomee hii maneno ya ng'ombe. Yeah, that's how nimekama up na Polito Farm. Na sasa nikuulize, ukiuza unauzanga according to size, milk production, ama according to the type, unauzanga aje sasa? Yeah, ng'ombe nauza kulingana na size. Nauza ng'ombe wadogo. Hawa wako na bei yake. Nauza ng'ombe hawa wanazaa mara ya kwanza. Nauza ng'ombe wanakamuriwa. Ng'ombe wamezaa. Yeah, ng'ombe wote wako na mimba. Nauza kila kitu yani. Wewe ni all rounded. Yeah. Na sasa nikuulize, umesema kila kitu iko na bei yake. Mwenye ako na mimba ako na bei yake, mwenye ashaza ako na bei yake. Yeah. Okay. Na sasa how do you deliver? What is the delivery process? Delivery process, ukiniitisha ng'ombe, najua kitu ya kwanza najua mahali umetoka, mahali unataka ng'ombe iende. So naangalia kilometers, najua venye nitakulipisha
transport, alafu mimi na kutumia ng'ombe, ama unakuja kwa farm na select, tunaenda na kupelekea ng'ombe, alafu ikifika unanipa. Unanipa pesa yangu nikifika. Oh, so yako ni payment on delivery. Oh. Yeah. Okay, that is very credible. Yeah. Unajua watu wengi wanalipanga alafu inaenda shui. Yeah, unajua watu wengi after nimejua watu wengi wanakoniwa pesa. Hapo ndipo nimekuja kuona ng'ombe ni wangu. Mbona nisikuletee ng'ombe ikifika unilipie? Yes. Lakini kama ng'ombe ni wenyewe, itakuwa ngumu sana kusikiza mwenyewe. Nataka kuwa na ng'ombe alafu nikuletee pesa. Lakini sasa ng'ombe ni wangu, mimi nachukua ng'ombe. Najua ukikosa kunilipa mimi nakuja na ng'ombe yangu. Yeah. Na nikuuliza, how's the market of cows? Unajua kuna time unasikianga the market ina fluctuate, mara inapanda. So according to you, how has the market been for the past 5 years? Okay, market ya ng'ombe sio mbaya. Ina depend unauza nini. Kama unauza kitu hivi, hakuna market. Lakini kama unauza ng'ombe mzuri, everyone anataka ng'ombe mzuri. So they will always fight for good animal. So mimi naweza sema ng'ombe, market ya ng'ombe ina depend na chenye uko nacho. Na nikuulize, una sell pia beef ama ni dairy pekee? Just dairy. Dairy. Mbona dairy? Dairy juu niko na I have learned about dairy animals. I have the content on dairy cows. Sijui mambo ya beef. So umesema like ukizinunua unakuja unazifeed ndo like unaziuza. So unazifeeding nini ndo zigrow ndo zifike ile nini ya kuuza, ile weight ya kuuza? Kitu ya kwanza lazima kuwa na balanced diet ya ng'ombe. Unawapea protein, mineral salts, vitamins, clean water. Una make sure that cow is very supplemented. Yeah. So ulimesema you buy it alafu unazifeed ndio unaziuza. So what do you feed them specifically? There before nilikuwa na feed ng'ombe zangu kwa hay na pia maize stovers. Lakini hivi juzi nimetembea Nakuru, kapatana na jamaa anaitwa Kimani. Akaniuzia June cow grass. Sasa kwa maziwa ng'ombe zimeimprove na bado naona health wise ziko sawa. Yeah, I have some testimony of June cow, maize stovers, silage. Na una make sure ng'ombe amekunywa maji. Tunasema siri ni June cow. Siri ya maziwa ni June cow, guys. Don't miss out that part. Siri ya maziwa ni June cow. Yeah. Yes. So nikuulize, does weight matter? Weight of an animal? Yeah. Matter. Like for example, no. Dairy animal. We don't sell according to weight. We sell according to size. And also we sell according to production, the breed. Yeah. Sasa ni breed gani unauzanga mostly? Breed yenye nauza mimi na Deer na Frisian na Asha breed. Hawa breed ndio nauza mimi. Lakini bado ukitaka other breeds, you can get like there are Jersey breeds, the Guernsey breeds, the Belgian breed. Yeah, such breeds. Na mbona umemajor on those two specifically? Because they are commonly available. Hao ndio niko nao wengi. Yeah. Okay. Sasa you have said you have been in the industry for the last 5 years. Yeah. So ni challenges gani umeface na ni aje umeweza kuzi overcome? Kitu ya kwanza ni farm laborers. Hao wamenisumbua sana. Until nimekuja nikapata jamaa mmoja mwenye ananisaidia sahihi kwa farm. Ananimanejia mambo vizuri. Yeah, there before nimekuwa na charge. Hii charge ya kwanza yenye inanisumbua sana ni laborers. Hao watu wakiamua kufanyia kazi mbaya, utaheta hata mpaka ng'ombe. What you are expecting them to do, you are not getting them. You are not getting what you want. Napata mtu umemwambia pe ng'ombe majani, anaamka saa 3, yet animals are supposed to eat before 7. Unaona? So unamwambia pe ng'ombe maji, huyo mtu unapata anaekea maji kidogo. Ng'ombe they are not satisfied. Yeah, hiyo ni challenge moja. Another challenge that is facing us ni price ya maziwa. Unapata you are putting a lot of energy, lakini pesa yenye maziwa yananunuliwa 1 liter here is 48 bob. So unapata naona hailipi. Juu kama ingekuwa hapo around 60, unaona chakula yenye umenunua dairy milk, majani, cost, labor, at least inarudisha. There is a return on what you are investing on. Yeah, lakini kama ningekuwa mahali, yani kama
hiyo price ingekuja ipande kidogo, at least it will be favorable. Yeah. And nikuulize, what are some of the lessons you have learned along the way? I've learned that in this industry you require a lot of patience. Yeah, that's paying. Time is paying. Because ng'ombe unamsava akiwa na miezi 4 mpaka azae miezi 9. So there kupata maziwa mingi, unangoja mpaka azae ili uanze kupata maziwa yenye unafaa. Another lesson nimepata ni kuwa you need to be very hard working. Unaangalia ng'ombe zako venye ziko, unakamua, unaangalia kama ng'ombe ni safi, kama mahali zinalala ni pasafi. Yeah. Also maintaining those animals with feeds. You find yourself even working late night so that you can make sure the animals have eaten, have slept well. Yeah, everything is in order. Yeah. Na as we wrap up, nini naweza ambia mtu anataka kujoin this work? Unajua kuna mtu kusikia, amesikiza what to do, sasa anataka kuanzia because ameona your progress, you know. So unaweza mwambia nini? Okay, kitu naweza advise mtu anataka kuanza, farming is very profitable. Farming sio gumu. You just need patience and determination. So and also good breeds. Farm labor akuwe mtu mzuri, and you're going to make it. Well, ladies and gentlemen, tumesikia from a certified animal health expert who is also a dairy farmer mwenye pia anaziuza. So I believe you have had all the information, everything that you need to set up even your own business. So please like, share, comment and subscribe. And thank you for tuning in. We hope to see you next time.